Asante sana baba wa kivita na historia ya dunia. Asante sana wote ambao basi mmeendelea kutunga mkono. Tunasema sisi tupo kama atupo, lakini tulikuwepo kotokaka. Tunasema ni amani amani, basi kama mbinguni. Lakini kwa cha ajabu ni kwamba amani hiyo iko mbinguni peke yake, nikimaanisha kwamba maeneo mengine basi amani hiyo hakuna. Mambo ni mpekeche, mambo ni mukide, mambo ni ya moto na dawa ya moto siku zote ni ya moto. Lakini ifahamike tu kwamba manyang'au wameendelea kumalizana ama kumalizwa kwa asilimia kubwa, na mimi Mpoki Buya Kamina Mwandagasa kwa siku yao ndakupa machache tu wanaotokea kwa duniani au yale ambayo yanaendelea kwa sasa hivi, machache na ya msingi zaidi, kwa sababu mambo ni mengi kupita maelezo. Nasema mkojo mdogo mdogo basi ndio unaloanisha chupi, na nikimaanisha kwamba wamejikoroga ama wamejikoroga vibaya, kwa sababu Marekani na Israeli na Iran, na mwisho wa siku ni kwamba mataifa mengine yote yameingizwa katikati. Yani ugomvi ni wa Marekani, ugomvi ni wa Israeli dhidi ya Iran. Na kukumbusha kwamba moja ya kauli kubwa aliyozungumza Ayatollah Khamenei, kiongozi mkuu na mwenye mamlaka na madaraka wa Iran, ambaye kwa sasa hivi ninavyozungumza ni marehemu, kwa sababu alipata pigo na kuna mashambulizi ya Israeli usiku wa kuamkia tarehe 28 basi mwezi wa pili mwaka 2026, ndipo ambapo tulipata taarifa za ghafla binivu juu ya kifo cha Ayatollah Khamenei, kiongozi heshimika, kiongozi tajika, ambaye amefanya Irani ikafika hapa ilipo leo hii, ikawa Irani ya moto, Irani ambayo imesimama vibaya mno, Irani ambayo imeiva, Irani ambayo inajiamini, taifa pekee ambalo linaweza likajibu mapigo dhidi ya Marekani, taifa ambalo liko vitani na Marekani. Na nikukumbushe moja ya kauli kubwa ambayo alizungumza Ayatollah Khamenei kwamba vita alimuonya Marekani asije akaasisi ama akaanzisha vita, kwa sababu vita vitakapoanza, jukumu la vita vitaisha lini wanaamua Wairani wao wenyewe na sio Marekani. Japo zipo taarifa ya kwamba Irani wameomba Marekani waingie mezani waweze kuyazungumza, lakini lengo kubwa la Marekani ni kwamba anataka uongozi uliopo ubadilishwe, uongozi uliopo upigwe chini, uongozi uliopo wote utoke ndani ya Irani. Yani kuwe na mabadiliko makubwa mno, yani Irani waipigie magoti Marekani. Yani wasipofanya hivyo, basi Irani watakuwa kama Iraki, watakuwa kama Syria, watakuwa kama Libya ya hapo zamani. Mambo ni mpekeche, mambo ni mukide na mambo ni ya moto, na siku zote dawa ya moto basi inabaki kuwa moto. Piga 0762155025 upate kujiunga na grupu la baba wa kivita na historia ya dunia. Huko ndiko ambako kuna taarifa na maarifa kuhusu kinachoendelea hapo duniani. Na nikumbushe tu kwamba watu 1000 karibia na 400 watu 1600 raia wa Marekani wamekwama katika maeneo mbalimbali ndani ya Mashariki ya Kati, wameshindwa kurudi nchini Marekani sababu bado kila kona ni makombora, kila kona ni mabomu, drones zinapita angani, ballistic missiles zinapita angani, ndege zinapita za kivita zinapita angani, yani miungurumo kila kona. Mashariki ya Kati imewekwa kati, amani hakuna. Wa Marekani 1600 wamekwama. Ni moja pia mpango mzima wa Marco Rubio anasema kwamba itafanya juu chini kuweza kuondoa watu wake wote ambako Mashariki ya Kati. Lakini pia nikumbusha kwamba katika falme za Kiarabu kote huko mpaka Dubai karibia safari 1400 zimefutwa. Karibia safari 1400 zimefutwa Mashariki ya Kati. Watu wamebaki majumbani mwao, hakuna mtu anayesafiri. Maana ni kwamba ni hasara zaidi ya mabilioni, mashirika ya ndege yanaingia hasara. Uchumi unazidi kufa Mashariki ya Kati na maeneo mengine duniani kote, sababu Mashariki ya Kati tunapoyumba, ikiyumba Mashariki ya Kati tumeyumba dunia nzima. Madhara ya kuivamia Irani ifahamike kwamba yanakuja kwa dunia nzima, na hivi ninavyozungumza mlango Hormuz ulishafungwa muda mrefu sana, na mafuta yameendelea kupanda kote ulimwenguni.
Na kama hiyo haitoshi, fahamu kwamba Marekani imesema inatumia karibia bilioni 1 kila siku iendayo kwa Mungu tangu vita vianze tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 2024. Bilioni 1. Niwewe kuambia kwamba vita ni uchumi zozote, kama uchumi utapigwa kipigo kibaya. Vita ni uchumi, na yani utaka kuingia vitani, unapotaka kuingia vitani lazima uwe na uchumi unaoeleweka. Bila kuwa na uchumi unaoeleweka utapigwa kipigo cha mbwa koko. Marekani anasema anatumia bilioni 1 kila siku. Tuko siku ya 5, tuko siku ya 6, tuko siku ya 7. Lakini kwamba Marekani ametumia zaidi ya bilioni 7 tangu tarehe 28 mpaka hivi tunavyozungumza. Bilioni 7 zimetumika vitani. Vita ni uchumi, usipokuwa na uchumi usiingie vitani. Na ifahamike kwamba bado mambo ni magumu kama nilivyozungumza mimi hapo mwanzo, lakini ifahamu tu kwamba kama nilivyozungumza kisiwa Uingereza imeshambuliwa, kambi kubwa ya Uingereza imeshambuliwa huko Cyprus, imepigwa na kitu kizito. Moja drones zimetumwa. Kumbuka Iran ni moja nchi ambayo na drones nyingi sana. Na drones nyingi mno. Ni nchi ambayo imezalisha drones nyingi mno. Na drones za Iran hizi si shahidi, kamikaze, hizi drones zote ndio zilizofanya mabadiliko makubwa katika vita vya Urusi na Ukraine. Yani the game changer kati ya Urusi na Ukraine, vile vita ni drones, na aliyesaidia Marekani drones ni Irani. Ina drones Irani za kila aina, za kila type unayotaka wewe unapata. Umeelewa? Kwa maana yake ni kwamba kisiwa cha Cyprus, moja ya kambi kubwa sana ya Uingereza iko hapo, ni kambi ya NATO, hiyo imeshambuliwa na Irani. Na kumbuka pia vile vile unapomshambulia mwanachama wote wa NATO, umeshambulia NATO wazima. Na Uingereza alisema kwamba yeye hata isaidia Marekani dhidi ya Irani, lakini baada alisema ataisaidia kwamba tunaiunga mkono Marekani dhidi ya Irani, lakini mwisho ni kwamba akasema sasa hivi hawezi kuisaidia tena Marekani dhidi ya Irani. Sasa hivi kambi kubwa ya Uingereza imeshambuliwa. Bampa tu bampa, piga ni kupiga, shati pata, basi kushachanika. Acha manyang'au, basi waendelee kumalizana wao kwa wao. Irani ni habari nyingine, ni habari, ni shida nyingine. Katika historia itaandikwa vizuri sana kwamba moja ya taifa ambalo lilisimamia kidete na likashambulia mataifa zaidi ya 9 duniani kwa wakati mmoja ndani ya siku moja ni taifa Irani. Hawa ni Waajemi ambao wanaamini katika Uajemi wao tangu kale, na katika historia Irani haijawahi kupigwa vita vyovyote vile, haijawahi kushindwa, kwa wana rekodi nzuri mno katika historia. Je, rekodi hii ya Irani itafutwa na Marekani? Jibu ni mimi na wewe kwamba hatujui. Kama rekodi ya Irani kutokuwahi kuvamiwa, kutokuwahi kupigwa, kutokuwahi kushambuliwa, kutokuwahi kushindwa katika vita vyovyote vile tangu kale, je, rekodi hii itakuja kufutwa na Marekani? Mimi na wewe hakuna basi anayejua. Lakini ifahamike tu kwamba dunia ipo kwa ajili ya kushangaza. Dunia ipo kwa ajili ya kukufurahisha kama vile wengi wanavyofikiri. Dunia haipo kwa ajili ya kukufurahisha, dunia ipo kwa ajili ya kukushangaza. Mambo ni mukide. Piga 07 basi 62 15 50 25 upate kuunganishwa moja kwa moja katika kundi la baba wa kivita na historia ya dunia. Piga 07 62 15 50 25 upate kuunganishwa moja kwa moja katika kundi la baba wa kivita na historia ya dunia. Bado vita vinaendelea huko Mashariki ya Kati, na ikumbuka kwamba Canada, Australia, Spain, Ujerumani na mataifa mengine yote basi yanamuunga mkono Marekani kwa ujumla. Kiongozi mkuu na mkurugenzi wa NATO anawaza kabisa kwamba Marekani asiwaze, NATO inamuunga mkono basi Marekani, isipokuwa taifa la nadhani Spain nadhani wao wako nyuma kidogo, isipokuwa na Uingereza wanasumbua kidogo, isipokuwa Brazil, China na Urusi na Pakistani, wao wanapinga uvamizi wa Marekani ndani ya Iran. Lakini hawa ni Waajemi, wanasema kwamba hawataki msaada wowote. Huyo ni Mwajemi, hataki msaada wowote. Na nikupe taarifa nyingine kubwa kuliko mnamo jana basi meli kubwa sana ya kijeshi huko Sri Lanka ya Irani imezamishwa. Moja pigo kubwa katika ulimwengu wa kivita ni kuzamishwa kwa meli, na Marekani mpaka sasa amezamisha meli karibia 25 za Mwilani katika ukanda wa Bahari Jekundu, ukanda wa Bahari ya Hindi. Lakini huko Sri Lanka meli kubwa ya kivita ya kijeshi ya Irani ilizamishwa mapema
mapema sana hapo jana na jeshi la Marekani. Meli hiyo iko na wafanyakazi karibia 138, wote wamezama na wachache wengine wameokolewa, lakini asilimia kubwa wengi wamehofiwa kufa kutokana na shambulizi la Marekani. Bado mambo ni moto na Irani ameendelea kuishambulia vibaya Israeli na baadhi ya kambi za Marekani karibia zote zimeshambuliwa vibaya, lakini ifahamike tu ya kwamba bado Benjamin Netanyahu amesema kwamba yeye kama yeye anaamini ndani ya wiki mbili Irani ya sasa hivi itakuwa haifai, itakuwa imepigika vibaya mno, na wanaamini watashinda vita, hawategemei kushindwa vita. Lakini Mwajemi na wenyewe pia wamesema hivi, na wenyewe pia wana makombora, wana silaha za muda mrefu, lakini uchumi wa Irani umeendelea kuwa mgogoro na benki hazifanyi kazi ndani ya Irani. Maisha yamekuwa magumu, wananchi hawatoki ndani. Watu zaidi ya 1500 mpaka sasa wamekwisha uawa ndani ya Irani, 1500, lakini pia idadi ya wanajeshi wa Marekani ambao wamejeruhiwa imefika 500 kote Mashariki ya Kati kwenye kambi za Marekani. Lakini bado mashambulizi makubwa yanafanywa toka pande zote mbili. Hamna mpaka sasa hivi amekubali yaiche. Hakuna ambaye mpaka sasa amekubali yaiche. Bado mambo kifupi ni mukide mambo bado ni magumu, lakini fahamu tu kwamba Trump amepanga, wamesema wako tayari vita vya muda mrefu. Leo wanajitahidi kwamba vita vya muda mfupi, na ili vita vya muda mfupi maana ni kwamba lazima mashambulizi yafanyike mara kwa mara. Wako ambao wanaamini kwamba Marekani atashinda hivi vita, wako ambao wanaamini kwamba Marekani hawezi kufua dafu dhidi ya taifa la Waajemi, wako ambao wanaamini kwamba yupo mmoja lazima ataomba po. Na taarifa ambazo zimekuja ni kwamba hata wamesema Manyang'au, nazungumzia Israeli na Marekani, kwamba hata kiongozi ambaye amechaguliwa mpya sasa hivi wa Irani lazima naye atauawa. Viongozi wote ambao wako chini ya serikali ile ya Ayatollah Khamenei lazima nao pia watauawa. Kwa moja ya target kubwa na lengo kubwa la Israeli na Marekani ni kuhakikisha wanaua viongozi wote ambao wako sasa hivi. Tayari wameshaua viongozi karibia 40 wa ngazi za juu wa jeshi la walinzi, jeshi la mapinduzi ndani ya Irani, ila wameapa kuendelea kuua viongozi wengine. Mambo bado ni mukide, mambo bado ni magumu, bado mambo ni mazito, mambo bado ni ya moto, na dawa ya moto siku zote ni moto. Tupo sisi kama tupo, lakini tulikuwepo kutoka tunasema amani, basi kama mbinguni, lakini amani hiyo iko mbinguni peke yake. Maeneo mengine amani hakuna. Mashariki mwa Kongo hakuna amani, mashariki mwa Ulaya hakuna amani, nikimaanisha mashariki ya kati pia hakuna amani, nikimaanisha basi kote huko bado mambo ni ya kumbwela, ambwela nipige nikupige, ni makombora na mabomu.